Mkristo ambaye anamtii baba wa kiroho tu ni mtoto mchanga. Yaani ni mtoto mchanga kabisa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu baba wa kiroho ni mwanadamu. Maandiko yanasema imetupaswa sisi tumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Yaani hata kama ni rais wa nchi au ni mamlaka iliyowekwa na Mungu, lakini inapaswa sisi tumtii Mungu kwanza kabla ya hiyo mamlaka. Hata kabla ya wazazi wetu inatupaswa tumtii Mungu. Yesu anasema kwamba mimi sikuleta amani, nimeleta mafarakano. Kwenye nyumba moja itakuwepo baba dhidi ya mtoto, mtoto dhidi ya baba. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kunifuata mimi bila kujikana mwenyewe. Wewe Yesu anakuambia nenda, wewe unaambiwa hautaki kwenda. Na kwa sababu ni baba yako wa kiroho, unadhani kwamba eti anaona zaidi kuliko wewe au anasikia zaidi kuliko wewe. Kama hauwezi kufikia kiwango cha kuongea na Mungu directly, basi wewe bado ni mtoto mchanga. Kwa hiyo watu ambao wanapaswa kuwatii wazazi wao wa kiroho ama viongozi wao wa kiroho katika mambo ambayo yanahusiana na huduma ama katika mambo ambayo yanahusiana na hekima ya kimungu, basi hao bado ni watoto wachanga. Yaani wewe huwezi ukaniambia uko Singida una baba yako wa kiroho yuko Dar es Salaam. Huwezi kufanya maamuzi, unataka umpigie simu akuelekeze. Unataka utoe hata sadaka, huwezi kutoa hata fungu la 10 huwezi kutoa kwenye kanisa unalosali huko, unataka utoe kwa baba yako wa kiroho. Kama hata sadaka huwezi kutoa kwenye kanisa lako au fungu la 10 unataka utoe kwa baba yako wa kiroho aliyoko Dar es Salaam. Yaani wewe huwezi kufanya maamuzi yote bila baba yako wa kiroho. Huyo ni Mungu wako. Mungu yupo kila pahali. Maandiko yanasema niko mlangoni nabisha hodi, kwa hiyo yote atakayenifungulia nitaingia ndani yake. Sasa wewe kama Yesu yupo pamoja na wewe, yuko tayari kuingia ndani yako, wewe huwezi kufanya jambo mpaka usikie mashauri ya baba yako wa kiroho. Then wewe ni mtoto mchanga sana na imekupaswa uweze kukua. Kwa sababu hao baba yako wa kiroho wanadamu sio wakamilifu. Wao pia wamepungukiwa. Maandiko yanasema kwamba kila mtu amepungukiwa. Kila mtu amefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa usidhani kwamba baba yako wa kiroho ndio maisha yako ya kiroho. Maisha yako ya kiroho ni Kristo Yesu. Na kama hauwezi kufikia kiwango cha kumsikia Yesu Kristo na kumtii, basi huwezi kukua na hauwezi kumfurahisha Mungu, huwezi kumpendeza Mungu. Nikuulize swali, baba wa kiroho Abrahamu alikuwa ni nani? Wa Paulo alikuwa ni nani? Sasa Paulo ametokewa na Yesu Kristo personally. Akaitwa, akaelekezwa, akafuata na ameanza kuhubiri injili kabla hajaambiwa na Peter, kabla hajaambiwa na Yohana, kabla hajaambiwa na Yakobo. Yeye aliitwa na Yesu Kristo, akaagizwa, akamfuata, akamtii. Sasa wewe umekaa hapo unasubiri kila kitu mpaka baba yako wa kiroho akwambie. When will you grow up? Lini utakuwa? Lini utaanza kumtumikia Mungu yeye kama yeye? Lini utaanza kuchukua maagizo yake Mungu yeye kama yeye?